Yaani hasira zao zote zimeisha. Ila mimi nitoe tu kauli yangu moja. Aliyetoa wazo la kukimbia dabi tarehe 8 kiukweli ni mtu wa maana sana Simba. Ikiwezekana apewe hata CEO, na kama ni CEO ndo alitoa wazo la kukimbia dabi, mbinguni ana kiti chake maalum. Hawa wapo wangetufanya vibaya mno. Si Aziziki huyu alituambia anaumwa enka ya kiuno. Wao leo wameshika hata mgongo. Wangetufanya vibaya mno. Lakini nyinyi mlikuwa mnatamba kweli. Unatamba wapi kaka, moyoni tunaogopa. Waza ni kanuni wichi, kanuni weni. Simba tukadili na mambo ya kanuni. Ila mimi niwaambie tu kitu kimoja. Turudi gereji, tuikaze timu. Turudi gereji, tuikaze timu. Hivi visingizio viishe, ni aibu. Tushaamini kwamba Yanga ana uwezo wa kuchukua alama 3. Umeelewa? Wacheze wachukua alama 3. Tunatafuta ni visingizio tu. Unajua mna kitu kinaboa kama tumeshenyentwa za kutosha, alafu tumepigwa vya kutosha, alafu Yanga anaenda kuwa bingwa. Bora alama 3 wazichukue mezani. Hatuji. Ile nyimbo iliyokuwa inaimbwa awali GSM leo imeimbwa tena. Anasema Coastal Union ya mechi 5 nyuma. Mechi 3 nyuma. Sio huyu aliocheza na Yanga leo ambaye ameruhusu goli mbili ndani ya dakika 20. Coastal alipigwa na Mkwala hat-trick. Mkwala kapiga. Wanasema sio kwa dakika 20. Mkwala alipiga hat-trick. Coastal jamani, sio tatizo GSM. Kwanza GSM mtumie fursa hii waandishi wa habari tumshukuru wa Tanzania. This time Pamba amepata ajali pale. Na Modeuja angekuwa amewekeza Pamba wangepanda ndege. Sio, unanielewa? Watokee wafadhili wengine wawekeze kwenye hivi vilabu vina hali ngumu. Waruke hewani na wenyewe. Pale Pamba mpata ajali ya basi, wangekuwa na ndege wangedhurika kiasi kile. So fair, waongeze uwekezaji, vilabu viwe vina hela. GSM sawa, uwekezaji wake unatusaidia. Timu za GSM zinakuja uwanjani. Timu za MBet mbona tunasepa? Kanuni nyingi. We bouncer wa Yanga tu ukivuta picha kwamba meneja wa uwanja alifungua geti, mabouncer akakaa wale mapicha za Kihindi wanazuia magari asiingie. Haiwezekani. Umemwona Ikangalombo kaka? Sasa wewe vuta picha, ameanza Shedo wa Kiboka, Shabalala ulimi ushamtoka, alafu anaingizwa Ikangalombo. Alianzisha wazo la kukimbia, yuko sahihi. Tungeaibika. Amesema baadhi ya mashabiki wa Simba yule ni Tuisila session 2. Maoni yao, unajua kupinga mawazo ya mtu ni dhambi, lakini mashabiki wengi wa Simba wanafanyiwa interview na njaa tumboni. Hawajala, akili zao hazifanyi kazi vizuri. Huwezi kufanisha Tuisila na Ikangalombo. Licha ya kutoka benchi, licha ya kukosa game fitness, lakini dakika chache anazopewa anaonesha ana kitu. Na ni mdogo, nadhani hii ni project ya msimu ujao ambao Yanga wanaiandaa. This time Yanga wanaandaa timu tishio sana. Nakupa mfano mdogo, Lionel Ateba jana, si ndio? Performance alionyesha kila mmoja ameiona. Singida kuna top striker Jonathan Soa. Singida hawana baya na timu za Tanzania. Simba tuvunje benki twende Singida tukachukue mali ile. Si alisema msemaji wenu kwamba Singida na Yanga ni maadui wenu nyie, itawezekana? Wale ni maadui wa msemaji, sio maadui wa timu. Ni maadui wa msemaji, sio maadui wa timu. Kilicho bora hata kwenye moto kinapatikana kaka. Dhahabu yenyewe inapitishwa kwenye moto ndio inang'ara. Jonathan Soa Simba tupeleke ofa mapema, hela nyingi, tajiri tunaye. Mchoma nataka kusema Ateba na mwenzie Steve Dese Mkwala Mr. Hat-trick hawatoshi. Wachanganye kwa pamoja, uongezee sio na nani kama kifungashio Mutale. Hawana quality ya Jonathan Soa. Yanga wakimchukua Jonathan Soa, mambo ya ufamilia sitaki kusikia. Kwa sababu nimewasanua kabla ya dirisha, pelekeni mamilioni ya pesa pale, mumchukue Jonathan Soa, haokoi kama Ateba. Hategemei faulo wala penalti yule jamaa. Anafunga kivyovyote. Miguu inafunga, kichwa kinafunga. Jonathan Soa ni top scorer. Alizungumzwa sana Pakomo Zizo kwenye mchezo wa tarehe 8 ulioahirishwa. Leo umemuona hapa, kweli hasira zake amezimaliza au bado? Yani kiukweli mtego wa Simba ukimtega Coast unamuonea. Yani Simba ni Simba maandalizi yake, Coast ni Coast maandalizi yake. Mimi nadhani haya maandalizi ya Coast, sidhani hata kama timu ilikaa gym. Nadhani wachezaji wametoka nyumbani wakaitwa uwanjani waje kucheza. Olo ni olo wamepasuka na mpira safi kabisa. Good performance kutoka kwa wananchi, wameonyesha burudani. Ndio maana mimi napenda kuja kuangalia. Jana ile TMA
Shomari Kapombe alikuwa anang'ang'ania mpira usianzishwe TMA, yaani akapewa yellow card. TMA aliung'ang'ania hataki mpira uanze, kachoka. Sasa wewe niambie, Yanga hapa unaona Kayoko anacheza relax, mpira safi, watu hawana shida, inapigwa pasi, inapigwa kidali, watu wanainuka wanashangilia. Utwalibu Msheli ameruhusu goli kama ambavyo imekuwa kawaida ya Yanga. Kwenye upande wa ulinzi na goalkeeping kwa Yanga kumetota sasa. Kipaumbele cha Yanga sio clean sheet tena. Na hakuna timu kubwa duniani bado ina kipaumbele cha clean sheet. Clean sheet ipo kwa timu ndogo ndogo ambazo hawana uhakika wa matokeo. Unawaza watu wakitufunga goli moja hapa kulirudisha. Nyie mnaosema Musa Kamara anaongoza kwa clean sheet, nyie ni wadogo wadogo. Wadogo wadogo, hatuna uhakika na matokeo. Yaani mechi za dakika 90 hatuna uhakika wa kupata goli 3, kiruhusu goli moja inakuwa mtihani. Ukimsikiliza kocha wa Yanga anakuambia kabisa, mimi kipaumbele changu mimi sio clean sheet. Tufungwe 4-5, tushinde 5-2, yani sio shida. Kikubwa timu ishambulie, isiko magoli mengi, na ndio mtaji wa timu kubwa. Yanga anachokicheza kufungwa wala sio story tena kwao. Wameondoka na ushindi. Unampiga moja na kupiga 3. Nani mwenye madhara? Clean sheet sio kisa wala sio sababu ya kuwa timu bora. Unaweza kuwa na clean sheet lakini timu unaocheza nayo ipige on target. Unaweza kuwa na clean sheet, refa anakusaidia kuwa mashambulizi. Kibendera muda wote offside foul, offside foul. Huwezi kukosa clean sheet. Lakini ukiangalia Yanga mashambulizi yanaenda mwisho na kuja mwanzo. Mwisho, yani marefa wamenyoka. Mlimtupa Israel Mwenda, lakini kwa upande wa Yanga amekuwa na manufaa sana. Kilichosababisha Israel Mwenda aondoke sio kiwango kibovu. Ni misunderstanding between yeye na Shomari Kapombe. Kama ungekuwa na maelewano mazuri, nadhani Mwenda angeendelea kucheza. Na Mwenda kichwa kinamkasirisha kwamba mimi nakichafua kuliko Mwana. Inakuwaje Mwana anapata nafasi afu mimi nakaa bencha? Watu na vijana wengi wanasema Blaza anawaheshimu wadogo zake, anawafundisha mengi. Sio shida heshima. Kinachoangalia uwanjani ni performance. Ukiangalia performance ya Mwenda bado anapumzi, anapanda, anashuka, anashambulia, anakaba. Ni tofauti na brother man, show me the way. Show me akipanda kurudi anang'ang'ania mpira. Watu wasianzishe, upepo ushakata. Kwa hiyo mimi nadhani katika mauzo ambayo this time ubaya ubwela tunayajutia ni kumwachia yule bwana mdogo. Shomari kachoka, alafu mbadala wake Kijili, bado Kijili ameshindwa kuingia kwenye mfumo, anajifunga funga. Kwa hiyo inakuwa ni kazi sana. Tunaumizwa na kiwango anachoonyesha bwana mdogo. Umeonaje performance yake leo? Amerejea na inasemekana ilikuwa ni boost ya dabi. Na miongoni mwa watu waliosababisha tukakimbia dabi ni Maxim pia Zengeli. Max bana, inapokaribia tarehe za dabi sio anaendaga kanisani kuombewa, I don't know anakuaga na bala gani. Yule mtoto amesababisha dabi tukache. Chemaloni hayupo. Yule Max angalau anavyogaragaza mabeki, awe karabucha labu. Tunamka asubuhi tunampa thank you ambacho angemfanya. Kwa hiyo Maxim pia Zengeli amekuwa ni miongoni mwa wachezaji wa Yanga waliosababisha tuchache. Ile dabi tumekimbia. Na this time nawaonea huruma sana bodi ya ligi kwa sababu tayari Simba ishawagombanisha. Hakuna njia yoyote. Yaani I don't know bodi ya ligi watafanyaje kulisolve hili swala. Lakini hakuna njia yoyote ya kutuokoa. Waache tu maamuzi yafanyike. Sisi kugawa alama 3 kwa Yanga msimu huu kwa ina mpinzani. Tulikuwa tunatafuta ni nani anatupiwa mzigo wa lawama. Lawama anashushiwa nani? Kwa tayari bodi ya ligi washaikubali ile lawama. Basi wafanye kama Ahli alichofanywa. Hamna aliye juu ya kanuni. Hamna kanuni na umkataza mtu asicheze mechi ambaye hajafanya warm up. Yale sio mazoezi. Ile ni warm up ya kukimbia pigana pasi uwanjani. Ndio ifanye tukimbie kweli mchezo. Eti tunatafute heshima. Hamna. Kwa hiyo bodi ya ligi tushawagombanisha, wakubali hizi lawama kama walivyokubali toka mwanzoni, wamalize maisha yaendelee. Papi, Mr. Handsome Boy, shukrani. Pamoja sana.